vipi? Mbele yako hapa ni mmoja wa mashabiki wa Arsenal chuo kikuu cha Iringa. Kama unavyotuona mimi ninazungumza na kuja kama mwenyekiti mteule wa chama hicho ambacho maskani yake ni chuo kikuu cha Iringa. Naitwa Moses Baraka, wengi uniita mjomba, lakini nimepata jina lingine na wananiita Ateta. Sasa najaribu kukubali na kukataa, lakini sina namna. Nakuja kama Ateta. So niko na ndugu yangu hapa na atajitambulisha majina yake pia na kushoto kwangu, alafu tutaendelea dhumuni la sisi kuwepo hapa. Kwa majina naitwa Ngasa Mwenge aka Ngasa Kachili. Kachili ndio jina ambalo wengi wananifahamu. Katibu mtendaji wa hichi chama tawi la Arsenal University of Iringa. Tupo hapa mbele yenu, tuna mengi ya kuongea na nyie ndugu zetu waandishi wa habari, ila kwa sababu tumeanza na utambulisho then yes. Kwa afuate ndugu yangu hapa. Kwa majina naitwa Benson Patrick. Wengi wamezoea kuniita Last Born. Sasa hivi nimepewa jina jipya Kai Havertz. Mimi ni Kai Havertz. Kwa hiyo bwana, tumekuja hapa tuna mengi lakini nimwachie ndugu yangu hapa mwenyekiti au rais yeye aweze kuongea bwana, nini kimetuleta hapa na kwa nini tumefanya hii press conference kama yes, najua utakuwa unajiuliza ni nini kimefanya yote haya yaendelee. Bado tuna mtu kama mlezi, tunamta kama mlezi, tunamta kama mshua. Yuko hapa ambaye ni director pia, atajitambulisha majina yake na hicho cheo ambacho sisi tumempa yeye hakukitaka, lakini tumempa, tunamuona kama mzazi, kama tunamheshimu kwa kweli. Karibu bwana. Majina yangu naitwa Godwin Sylvester Kipako, mlezi wa chama cha mashabiki au mafans wa Arsenal ndani ya chuo cha Iringa. Bwana, kama hivyo of course rais, sasa hivi tunaweza kuanza kikao chetu rasmi. Yes. Bwana, hii press imeitishwa na ndugu waandishi wa habari kama mnavyoshuhudia na watu wote ambao mnapata nafasi ya kutazama na kusikiliza. Ni sababu kubwa, wengi watakuwa naelewa, wachache wasioelewa ni kwamba tunasherehekea, tunafurahia ubingwa wa EPL. Sisi kama mashabiki wa Arsenal chuo kikuu cha Iringa tunashangilia, tunasherehekea. Sasa furaha hizo zimefanya waandishi wa habari watuite, watuhoji, wajue ni kwa nini tunafurahi na nini. Sababu ni nyingi sana, lakini sababu kubwa ambayo inatufanya tusherekee, cha kwanza, tumeuchukua ubingwa tukiwa nyumbani. Yaani hatuko uwanjani lakini tumechukua ubingwa. Imagine wanacheza wengine, washinde wengine, wasare wengine, lakini ubingwa tunauchukua sisi tukiwa nyumbani. Imagine ni raha aina gani? Mpaka tunaanza kuomba Mungu apunguze hizi raha. Yaani apunguze kwa sababu zimekuwa nyingi. Na najua ndugu zangu, kuna ndugu yangu hapa Manchester, kuna ndugu yangu wa Chelsea. Tutawapa nafasi hapo baadaye kwa sababu wamehusika kwa nafasi moja au nyingine. Yote 9 kuna ndugu yetu hapo na Mouse. Yes. Tukiwa tuko nyumbani, usisahau. Tuko nyumbani, tushamaliza mechi yetu na Burnley juzi. Lakini tukiwa nyumbani jana tunapokea taarifa, nyinyi mabingwa. Sisi tunakataa, mbona hatujacheza? Nyinyi ni mabingwa jamani. Tunaingia kwenye page ya Premier League, nyinyi mabingwa. Sisi mbona hatujacheza jamani? Kwa hiyo ni fly iliyoje. Nafikiri hapo mbeleni kila mtu atapata nafasi ya kuongea, lakini usisahau kama nilivyokuambia kwamba ndugu zetu wa Chelsea wametupa Madueke, wametupa Havertz, wametupa Kepa Arrizabalaga. Kwa makosa aliyofanya Kepa kwenye finali ya Carabao tumemsamehe. Kwa moyo mmoja tumemsamehe. Lakini kwa anayoendelea kuyafanya Messi wa England, Madueke, hatuna cha kuwalipa ndugu zetu. Anaendelea kuyafanya Kai Havertz ambaye aliwapa UEFA 2021-22, hatuna cha kuwalipa. Kwa sababu hata hiyo mechi ya Burnley alifunga goli moja pekee ambalo lituhakikishia tukiwa nyumbani tunaweza tukapata ubingwa. So hatuna cha kuwalipa, na kutoka hapo sasa tuna mipango kadhaa ambayo tumeiandaa sisi kama mashabiki wa Arsenal chuo kikuu cha Iringa. Kwa yoyote ambaye anatusikiliza ni shabiki wa Arsenal au ni shabiki wa Manchester au Chelsea au Liverpool au shabiki wa timu yoyote ile, as long as wewe ni mpenzi wa mpira, mpenzi wa football, mpenzi wa EPL, tunakukaribisha. Tutakuwa na sherehe kubwa ambayo haijawahi kufanyika na wanafunzi kwa mkoa wote huu wa Iringa. Nina uhakika haijawahi kufanyika sherehe ya namna hiyo, haijawahi kufanyika tafriji ya namna hiyo, haijawahi kufanyika parade ya namna hiyo. Kuna parade itafanyika England, London tarehe 31 mwezi huu, lakini sisi ya kwetu tutaifanya. Na unaweza kujiuliza kwa nini tunataka kuifanya na tujachukua bado UEFA, hatujakabidhiwa. Yaani naweza kusema hivyo, hatujakabidhiwa kwa sababu kama mnavyoelewa PSG mwenyewe anatetemeka. Sijajua mashabiki kama mna hiyo amani, lakini wao wenyewe wanatetemeka. So
tutafanya hiyo parade bila kujali matokeo yatakuwaje, au tutapewa huo ubingwa au wataingiza figisu zao watotopewa, lakini tunajua ubingwa tutapewa, na parade tutaifanya kwa nguvu zote. Yaani tunaingia na miguu yote miwili. Tunaingia tukiwa na kishindo. Mashabiki wa Man U tutawakaribisha tena, mashabiki wa Chelsea tutawakaribisha, wa Liverpool tutawakaribisha. Sasa kufikia hapo, nataka nimpe ndugu yangu Kachili atoe utaratibu kuhusiana na kujiunga kwenye grupu cha kwanza. Cha pili ni kwa namna gani hizo sherehe zitafanyika, na kabla ya yote atatoa utaratibu kwamba tutaonana lini na utaratibu utakuwaje na tutazungumza nini tutakapokuwa tumeonana. Kwanza nimefurahi sana kuona mashabiki wa Arsenal wengine. Tumejua tunachukua ubingwa na kila mtu anavaa jezi ya Arsenal. Shukrani sana. Na tunakaribisha sana. Of course sherehe ya ubingwa sio tu mashabiki wa Arsenal. Tunajua kuna ndugu zetu kama kina Kaisedo wametusupport sana, wametoka sana status, unajua wametutakia heri. Watu wengi sana wa Man U hivyo. Kwa hiyo tumesema sio tu mashabiki wa Arsenal ambao watahusika kwenye hii sherehe. Hii sherehe tukasema ni ya chuo kizima cha Iringa, na taratibu zinakuja hivi karibuni. Na kesho itakuwa ni tarehe 21, si ndio? Tarehe 21 muda wa saa 10 jioni tutakutana mashabiki wote wa chuo cha Iringa, yani wote ambao sio tu mashabiki wa Arsenal, kwa wale ambao watatamani washiriki kwenye hii sherehe. Taarifa zitatoka mbeleni, tushaanza kuongea na rais wa chuo na ametusupport. Kwa hiyo inabaki tu kuambia kozi nyingine, lakini kwa kozi yetu sisi kama journalism, of course kila mtu anajua bado kozi nyingine. Kwa hiyo kesho tutakusanyika wote, tutapanga utaratibu itakavyokuwa, tutaangalia ukubwa wa watu. Kama ukubwa wa watu ndio tutaamua sasa sherehe tunaifanyia wapi na tunaifanyia kwa namna gani na mazingira gani. Ila kwa sasa hivi tu tuseme, hata kama yani sherehe lazima itakuwa kubwa na itakuwa because nini, historia. Siamini toka tofala la kwanza la hichi chuo, yani toka ile chuo kianzishwe, kama kuna mashabiki ambao washaye kufanya hichi kitu, na sisi ndio for the first time, na kwa sababu ni for the first time tunataka kufanya kwa ukubwa sana. Tunaenda kuandika historia ambayo hata hata kama sisi tukimalizaga huko, tunajua wale bwana, kwa kuna majina yetu pale, tunajua sisi ndio tunachonga njia. Kama mashabiki wa Man U wenyewe tuta-inspire na vitu vingine ni nyie, lakini sisi msimu huu because tumeanza, nadhani mnajua soling zetu miaka 22 ilikuwa hizi. Kwanza kiangaza kukumbuka. Mungu ndiye anayejua, nadhani nyinyi mnajua. Kwa hiyo ubingwa ndio hivyo, of course tutasherehekea ni mazingira hapa, ila kesho ndio tutakutana na mashabiki wote wa chuo. Na kama unanisikiliza, kama unawia kama sio shabiki wa Arsenal, kama upo tayari kushiriki na sisi, tunakukaribisha. Issue ya kujiunga kwenye grupu, of course hatuwezi kutuma link kwa kila mtu, kwa sababu kuna wengine wataingia tu, unajua kuja kutuchora. Wewe kama kweli una nia na unataka kujiunga kwenye group la WhatsApp na kupata details zetu, of course hizi media zote mlizofika kwa support yenu tu hii hapa, nyinyi mpaka sasa hivi tutawaadi na tutakuwa na nyinyi sambamba kwa kila hatua, kwa sababu nyinyi mmekula sahani mbili. Hamna kupo. Hatuna kupo. Serious. Tunaongea yani hapa tunashikeni. Hatufanyi sababu ya burudani, sisi tu tunaongea. Yaani sherehe itakuwa kubwa sana. Hata wa kula hamna kupanga foleni. Hamna kupanga foleni. Unaanzia kwenye wali, unaenda kwenye soda, unafuata kwenye stick, unaenda kwenye kijiko, kutoka kwenye kijumbi, pilipili. Baadaye ndio unaenda kunawa. Sio lazima uanzie kunawa eti ndio uende mbaka. Ukitaka pia njoo chukua ni nanashi nyumbani. Hata ukija na sahani yako. Hivyo. Kwa ndio hivyo. Tunakaribisha sana. Issue nyingine of course tuachie namba. Sio ndio, kuna namba zitapita hapo, lakini pia ukitaka kujiunga cheki WhatsApp kupitia hapa namba, unaweza kucheki kupitia namba yangu mimi, namba ya mjomba, namba ya ndugu yangu pale Lastiboni, au namba ya direct au baba yetu mlezi wa Arsenal. Unanielewa? Basi tunakazia hilo swala ni kwamba kwa nini sisi journalism tumekuwa tuko mbele kufanya hili jambo. Kama unavyojua sisi ni watu wa habari. Sasa haiwezekani mtu wa tourism akatoka mbele ya vyombo vya habari na sisi tupo. Kwa sisi msije mkaona kama tumeifanya hii ni journalism, hapana, tumefanya kusaidia cause nyingine kupata urahisi ya kuwafikia watu na kufanya jambo hili liende kwa ukubwa, kwa sababu leo hii hatutukani cause nyingine au hatuzidharau, lakini sisi ndo watu wa media. Kwa hiyo tumefanya hivi kwa ajili ya kuokoa muda, kwa ajili ya kuokoa vitu kama hivyo vidogo ambavyo vingeweza kuleta mkanganyiko. Sisi tunaweza tukaongea kwenye media kama hivi, tunaweza tukaita media kama hizi zimekuja nyingi, na tunashukuru mmekuja kwa mwitikio mkubwa. So tumefanya hivyo kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Na kwa nini tunataka kesho tuonane? Tunataka tuonane kwa sababu hatuwezi tukajadiliana kila kitu kwenye simu. Kwenye simu humuoni anayeongea, na mimi naweza nikana type, mwingine ana type, mwingine akatuma voice note, mwingine akatuma hivi, kwa tutashindwa kwa na maelewano mazuri. Kwa kesho tutaonana eneo la multipurpose nje ya multipurpose. Ukifika kuna namba tutazitaja hapo mwishoni, kama utaweza kuzinakili na kupiga, au zitapita hapo chini ya hiyo video ambayo utakuwa unaitazama, utaziona na utapiga au utatuma message kwamba mimi ni shabiki wa Arsenal. Au kwa urahisi zaidi, namba ambazo utaziona au utazisikia au utakomentajiwa,
unatuma tu message kwamba shabiki wa Arsenal. Wewe andika tu shabiki wa Arsenal. Utaadiwa kwenye grupu na utapongezwa kwa sababu cha kwanza lazima tuanze kukupongeza. Miaka 22 nafikiri wengi wetu ni tulikuwa wadogo sana tayari kwa hiyo miaka 22. Ikiwemo mimi. Sasa na Wastiboni hapa miaka 22 kazaliwa katukuta kwenye shida. Amekuwa kwenye shida. Leo hii tena sishangilie. So nafikiri miaka 22 ni miaka mingi. Inatupasa tushangilie vile tunataka, si ndio? Sasa namna tutashangiliaje? Nataka nikupe picha namna tutakavyoshangilia. Wastiboni atanipa hiyo picha. Namna tutakavyoshangilia. Nataka nikupe picha kwa uchache ujue ni tutashangiliaje au tutatumia njia gani. Parade itaanzia geti dogo, litaanzia wapi, tutafanyaje, tutavaa jezi labda, na yeye nafikiri atatoa utaratibu kwamba watu wa Man U wavae jezi, watu wa Chelsea wavae jezi. Na tunawakaribisha watu wa Chelsea na Man U. Kwa nini? Hao wamechagiza sana huu ushindi wetu. Wamechagiza sana wamechagiza sana huu ubingwa wetu. Wamechagiza sana sisi kunenepa kwenye shida. Wewe unajua mtu kinenepa kwenye shida, kwenye kiusa wanaiona ni dharau kubwa sana. Mtu akiona kusema afu unacheka, yani ni dharau kubwa. Kwa Chelsea hatutaki kuonyesha kwamba tulikuwa tunawadharau. Tunataka kuonyesha kwamba tulikuwa pamoja na vile vitu vyao vimetufanya sisi tuwe strong na vimetufanya tubuni mbinu za kushangilia. Sio kama unaelewa. Leo hii Chelsea akichukua ubingwa atamtambia nani? Unaelewa? Atamtambia nani? Raha tunazijua. Shida tunazijua, utatuambia nini? So Benson, karibu tupe utaratibu utakuwaje hizo sherehe. Tupe picha ndogo, usiongee kwa ukubwa ili watu wapate hiyo shauku ya kuwepo katika sherehe hizo. Nishukuru sana kwa nafasi hii. Kwanza mwenyekiti bwana, kama uliwahi labda kulishuhudia paredi la ubingwa nchi hiyo waliwahi kufanya labda wananchi, sasa tunakwambia lile ni cha mtoto. Yani hata wao kwa sababu ligi ya NBC haijaisha, naamini wana kitu cha kujifunza kutoka kwetu. Itakuwa ni bonge moja la paredi. Alafu sisi hapa yani kiuhalisia tunawahitaji sana mashabiki wa Chelsea na Manchester United. Hao watu ni muhimu sana. Kwanza ndugu zangu wa Chelsea, Kaisero lazima akubali hili kwa London is ready. London is ready. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, Manchester United ametusupport sana. Japokuwa tufunga lakini tusupport shabiki wa Manchester loka vs Arsenal. Huyo kashaona wali. Kwa hiyo sisi paredi letu bwana, paredi litakuwa kubwa. Yani nikianza kuimagine hapa tukisema tuanze kuongea, ni bonge moja la paredi, yani ni kitu kimoja kikubwa. Kwanza niwaambie kwamba miaka 22 bila ubingwa si mchezo si mchezo. Kuna wenzetu walivyo walikula miaka 32 hawajabeba ubingwa, wanasota tu mpaka Jurgen Klopp ndo kaja kuwasaidia. Kwa hiyo sisi hapa ni furaha kubwa. Kwa mfano kama mtu kama mimi ndio ubingwa wangu wa kwanza, namshuhudia Arsenal anabeba title kubwa. Umeona? Kwa hiyo itakuwa ni kubwa na kama hujafika kwamba wewe umeshuhudia kombe la ligi kuu kwa timu yako kumzidi Bruno Fernandes. Yani sio Bruno Fernandes ni mbali. Luke Shaw bwana anaajiriwa Manchester United. Luis Skelly alikuwa na miaka 4. Luis Skelly kawahi kuchukua kombe la ligi kabla ya Shaw. Kwa muone juzi ndo kafunga goli lake la kwanza kwenye maisha yake. Timu ya Manchester. Kwa hiyo bwana, ngoja niendelee. Kama unavyoona, litakuwa ni bonge la paredi kwa sababu kwanza sisi ndio timu bora. Hiyo haina ubishi. We are the best. Hatuja concede penalty aina yoyote msimu huu wala hatuja concede red card. Kona 18 tumefunga. Kwa hiyo sisi tunasema hivi, tarehe 30 tunakwenda kupewa ubingwa wetu ambao tayari tushauchukua. Wanaenda tu kutukabidhi, mambo yasiwe mengi huko Budapest. Na paredi litakuwa halina mfano. Wale ambao wanatarajia kufanya paredi naamini wana kitu cha kujifunza kutoka kwa. Na nafikiri sidhani kama wana huo mpango kwa sababu ni kitu kikubwa sana kuandaa. Media gani itakubali kaujio na Manchester United? Hakuna. Media gani itakubali kaujio na Chelsea? Hakuna. Na kabla ya yote na kabla sijamkabidhi Ngasa aendelee na kilichoko mbele tena, nataka kusema hivi. Tunaelekea kumaliza msimu tarehe 24 itakuwa ni Jumapili. Sasa tutapokuwa tunamaliza ule msimu, tutakapoanza pre-season, jamani timu zenu Manchester andaeni timu. Chelsea andaeni timu. Unajua tunaenda pale mwanzoni kila mtu ana timu yake ya wasilia. Tukifika tu mwezi wa 12, watu wanaanza kuisupport Man City. Jamani Man City na mashabiki wake wako watoto tunawafahamu. Kila mtu aende kwenye timu yake, aandae timu yake. Pep Guardiola ameondoka. Watu taratibu.